Amani na baraka za Mwenyezi Mungu ziwe pamoja nanyi nyote wanawake wenzangu dunia nzima. Kwa mara nyingine tena na rafiki yenu mpenzi Mwalimu Aisha kwenye kipindi chetu Amka Uamshe na Wenzio. Ndugu zangu, leo tumewatarishia nini basi? Leo ni siku ya kujibu maswali. Maana tuna maswali mengi sana inbox, wanawake wengi wanapenda kujua mambo yao. Mengi sana wamenitumia inbox kuniuliza maswali, nikasema nitayajibu katika kipindi kifuatacho. Kwa hiyo leo tutajitahidi kujibu baadhi ya maswali ili tuweze kuelimika zaidi katika kushauriana kwenye kipindi chetu Amka Uamshe na Wenzako. Swali letu la kwanza linatoka Omani kwa dada yetu Amina. Anauliza kwamba, je, ikiwa una mume, mmezaa naye watoto 3, lakini huna hisia na mume wako, hujisikii kama unampenda mume wako, huna furaha ya ndoa yako, lakini unajikaza tu sababu ya watoto, inakuwaje mtu kujinyima furaha na hali ya kuwa na wewe unahitaji furaha? Jibu langu la haraka dada yangu Amina, kwa ushauri wangu wa karibu, ni kwamba kuna wakati mwingine mwanamke you sacrifice yourself, unajisacrifice, unajitolea kwa ajili ya wanao ili waweze kukua. Una watoto 3, unapiga hesabu, nikivunja ndoa yangu watoto wangu wataishi vipi, watasoma vipi? Ukiona vinakuwa vigumu, ni vyema sana kufanya subra kwa mume wako ili uweze kulea watoto. Wamama zetu wengi walipata matatizo katika majumba yao, lakini hawakuachika ili sisi tuweze kukua na tuilimike. Kwa hiyo dadangu, nawe fanya hivyo. Mwanamke mwenzangu, amka kwa ajili ya wanao, kuwa shujaa kwa ajili ya wanao, kuwa jasiri kwa ajili ya wanao, ili uweze kuwapa malezi mema ya baba na mama, ili uweze kuwapa maendeleo mazuri ya shule, na itakuwa vizuri sana watoto wanapolelewa na wazazi wawili. Kwa kweli mimi ushauri wangu ni kwamba fanya subra dadangu, uweze kulea watoto wako. Mungu atakupa furaha siku yako ikifika. Swali la pili ambalo limeuliza Irakoze ambaye yuko London. Irakoze Aminata ambaye yuko London anauliza swali. Je, Mwalimu Aisha, hebu nijuze hapa, kwa nini mume wangu akiwa nyumbani sihisi mapenzi naye, ila akiwa mbali na mimi nampenda na misi, natamani kumwandikia SMS aje haraka, namfanyia chakula kizuri, kila kitu, ila tatizo akifungua mlango akiingia ndani nahisi vingine kabisa. My feelings is changed kabisa, nasikia hisia zangu zimebadilika, nasikia simtaki. Na kuaje hapa? Yani hichi kitu mimi kinanivunja kichwa kabisa, yani sielewi. Akiwa mbali na mimi nampenda, namtamani, akiwa karibu na mimi simtamani. Inakuaje? Acha nikwambie dadangu, ni kwamba ushauri wangu wa karibu inabidi uangalie vizuri, maana ulimwengu umebadilika. Ulimwengu umebadilika sana. Watu wanafanyana machawi sana, watu wanarogana, watu wanatupiana vitu vibaya. Special wakishaona couple iko vizuri, wanandoa wamekaa vizuri, wanaelewana, watu warushia mamikosi ili waweze kuvurugana. Sababu jiwaze, mume wako akiwa mbali unamtamani, akiwa karibu na wewe, wakati wa kumfanyia kile ambacho kitamridhisha unasikia nafsi haitaki. Kwa kweli hapo kuna kitu, tena kitu kibaya dadangu. Kwa hiyo wewe kama dini yako gisi ilivyo, jitahidi kufanya gisi utakavyofanya uokoe hilo jahazi. Maana hapo pana kitu kibaya ambacho inaweza kuwa labda ni mkosi, labda ni manuksani, labda ni machawi, labda ni mashetani mabaya ambao yanakusogeza mbali na mume wako ili uweze kuvunja ndoa yako. Na mwanaume akishaona hivyo tayari katika nafsi, na yeye nafsi yake inaanza kufifia, kwa nini mke wangu nilikuwa karibu na yeye hanitamani? Inakuwa ni jambo ambalo halipendezi. Kwa hiyo amka rafiki yangu, amka kabisa, usilale, ulichunguze hilo jambo kwa kina. Naam. Tunaenda kwenye swali letu la 3 kwa haraka. Tunaye dada yetu Saida ambaye anaishi hapa Burundi. Anasema hivi: mimi Mwalimu Aisha, niliposikia uliotufunza nimefanya jitihada sana kwa mume wangu.
namfanyia ihsani zote, nampembeleza, namfanyia chakula kwa wakati, kile ulichotufunza tunajitahidi kukifanya. Lakini je, mbona mwanaume mwenyewe habadiliki tabia? Wala haelewi hata hisia zangu na mazuri yote ninayomfanyia. Inakuwaje haya? Na vile vile ananikata nguvu katika kumfanyia mema, maana ninafanya mema ambayo yasiyorudishiwa wema. Inakuwaje mwalimu wetu? Acha nikwambie dada yangu Saida, ni kwamba wanaume wote kuna wema na kuna wabaya, na kuna wenye mapungufu na kwenye wako vizuri. Hakuna mwanadamu anayekosa mapungufu, hilo la kwanza ulijue. Na huenda huyo mwanaume ni tabia yake mbaya tu, alikutwa na tabia yake mbaya, ni mwanamume asiyetosheka, ni mwanaume asiyoridhika, maana wako hata ufanye nini habadiliki, ndivyo umbile lake lilivyo. Na huyo anastahili kuombewa sana dua ili aweze kuwa kwenye mstari. Na kuna wengine wanaume anaweza kuwa iko hivyo, huenda kuna kitu ambacho akimridhishi kwako kwa mapungufu yake ya kutokukuambia, huenda anaona atakuwa amekukera, yanakuwa anamsogeza mbali na wewe. Na hilo ulikumbuke na ukae chini na mume wako ili muweze kulizungumzia sana, ili uangalie tatizo ni nini haswa hapa ndani. Kwa hiyo nawe kaka yangu ambaye unanisikia, ni kwamba mwanamke hapo anapofanya jitihada zake kukufanyia mazuri, hebu jishtue kaka. Hebu jishtue kabisa, maana kumbuka mwanamke anapenda kwa masikio kusikia maneno mazuri kutoka kwako. Jifunze hebu maneno mazuri kakaangu. Mwambie mke wako maneno kumbembeleza, maneno mazuri. Maana wanaume wetu wa Kiafrika hata kusema I love you mtihani. Sasa vipi ikiwa hutomwambia mke wako I love you, utamwambia nani mwingine? Ile wakati mnapendana huko na mahawara, mnaambia maneno mengi mazuri sana. Akishakuwa mke wa ndoa unampuuza, na hali ya kuwa yeye ndiye part of your life, kipande cha maisha yako. Inakuwa vipi sasa ukamnyima hiyo furaha? Kwa hiyo kaka zangu mlipo, kumbuka mwanamke wote duniani anapenda kusifiwa. Mwanamke wote anapenda maneno mazuri. Mwanamke wote anapenda kubembelezwa. Basi fanya hizo jitihada kaka, ili uweze kuimarisha na wewe ndoa yako. Kwa ngambo yetu sisi wanawake, kumbukeni hichi kipindi ni amka. Tuamshe na wenzetu, ni sisi wanawake tuamke. Lakini pamoja na yote hatutakosa kuwagusia kaka zetu, maana na wenyewe ndiye wanastahili na wenyewe vile vile kuimarisha ndoa zao kwa kupitia nini? Mambo mazuri ambao wanawatendea wake zao. Kwa hiyo kaka, jitahidi, fanya jitihada kubwa sana, jua kuzungumza, hilo la kwanza. Maana wanaume wengine anaweza katoka karudi hata zawadi miaka kwenda rudi hajawahi kumletea mke wake. Inasikitisha sana. Hiyo sio tabia. Tabia nzuri ni ile ya kuleteana zawadi. Angalau huna hata pipi kwa mke wako, ni faraja na ni furaha kubwa. Unazidisha huba katika nafsi ya mke wako, unazidisha mapenzi. Kumjali mke ni jambo la thawabu sana kakaangu. Kwa hiyo jitahidi kumwambia maneno mazuri, kumsifu angalau na kumletea zawadi. Hilo litaimarisha ndoa. Kwa hiyo dada yangu, usichoke kabisa. Mfanyie subra huyo kaka, na kanae chini muulize kwa kina kabisa, mme wangu kulikoni, bona nakufanyia ihsani lakini wewe hujanirudishia ihsani na hali ya kuwa ninakupenda. Ikiwa unataka kuimarisha ndoa yako, ni vyema kwa unafanya kikao na mme wako ili muweze kumaliza mizozo ndani ya nyumba. Swali letu la 4, kuna dada yetu pia anaishi Holland, anaitwa Khadija. Ameuliza ya kwamba, je, inakuwaje mtu mko wa chumba mnakuwa mnapendana sana, mmepeana zawadi, mna furaha kubwa, penzi lenu linawakokota mpaka hadi kwenye kufunga ndoa, lakini toka mmefunga ndoa hiyo siku ya kwanza hamjakuwa na maelewano ndani hadi sasa? Kulikoni? Mimi nashtuka sana, Bi Aisha, nashtuka sana kwa hili ambalo linanitokea. Toka nimeoana na mume wangu sijawa na furaha, kila siku shari zisizoisha. Hali ya kuwa wakati tuko wa chumba tulikuwa vizuri. Da Khadija, mimi naweza nikasema kwamba chunguza katika mambo mawili. Jambo la kwanza, haya mambo ambao watu hizi siku wamejifanya kwamba wanafanya maharusi makubwa, mihadhara mikubwa, watu fitna zimewajaa, hasadi kubwa, wanakuwa wanafanyia watu machawi kupitia mazawadi yao na kadhalika. Na mtu kishaolewa kidogo unaanza kuharibikiwa ndani kwako kupitia mambo ambao wanakuwa wamekufanyia bila kujijua. Hange sana, maana dunia imebadilika, fitna imekuwa kubwa. Na jambo la pili,
Usikimbilie kuolewa na mwanaume ambaye haujamchunguza. Tuchukue kwanza muda kidogo wa kuchunguzana. Uende katika uchumba mtu akaficha ukucha na baada ya kuoana ikawa ni mtihani kwako. Kwa hiyo ni vizuri sana uchunguza tabia za huyu mwanaume ziko vipi ili uweze kumtambua kabla ya ndoa. Uenda ana tabia yake ambayo alikuwa ameificha, sasa ameshaoa tayari ndo anaidhihirisha na unaona kwa hauna la kufanya. Sababu gani? Ulishakuwa katika maisha ya ndoa. Sasa ni vyema sana vizuri mnaanza kuchunguzana kabla ya ndoa ili kila mmoja atambue tabia ya mwenzake, akubaliane nao kama ataiweza anaweza kaishi na mwenzi wake. Na mambo mengi sana yanatokea hivyo. Mara nyingi sana tujue kukuta kwamba watu wanandoa wengi wako wanafanywa machawi mengi sana, wanafanywa maudhi mengi ili ndoa yao iweze kusambaratika. Kwa hiyo dada yangu, nafikiri ni vizuri kukaa chini na mume wako na kufanya dua na kuomba kabisa kwa Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu arudishe ndoa yako kwa usalama. Maana ndoa bila amani si ndoa. Ndoa bila amani ni karaha. Ndoa inataka utulivu, ndoa inataka amani, ndoa inataka mapenzi, na ndiye furaha kwa mwanamke wote duniani. Swali lingine ambalo litakuwa ni swali letu la mwisho. Dada anauliza, kwani ni lazima kuolewa mtu ukiwa na pesa yako na kila kitu chako? Kwa nini uolewe basi? Unaweza ukaishi peke yako bila mume na maisha kaendelea. Sikiliza dada yangu nikwambie. Labda limoja naweza nikakushauri kwanza hapo katika hilo swali lako. Labda mimi naweza nikajifikiri labda huna hisia. Maana ukiwa na hisia kama mwanadamu ni lazima utahitaji mwenzi wako kama binadamu. Na vile vile kuwa na mume ni stara, ni starehe. Vile vile ni heshima kuwa na mume wako wa ndoa. Maana hata watu hukupa heshima ambao ulikuwa hata huna kwa sababu ile nini? Kuwa tuna mume ndani. Kwa hiyo kuwa na mume ni jambo muhimu, ni jambo lizuri ikiwa Mungu kakubariki kumpata. Na kwa wale ambao hawajabarikiwa, Mungu awabariki wawapate. Maana starehe ama raha ya dunia ni pale ambapo utakuwa na mwenzi wako ndani, mtu anayekujali, mtu anajua hisia zako, mtu ambaye anakuangalia katika kila mambo. Sababu wanawake sisi hatukupewa daraja ya kujiongoza, ambao wanatuongoza ni wanaume. Na ukiwa na kiongozi wako inakuwa ni bora zaidi dada yangu. Si vizuri kubaki na hiyo mind ya kusema kwamba uishi peke yako. Haipendezi kwa mwanamke mwenzangu. Amka au amshe na wenzako. Si vizuri kabisa. Ikiwa unajaliwa ama umejaliwa kumpata mume, ni vyema ufunge ndoa uishi na mume wako. Itakuwa ni kheri kubwa kuliko kuishi as a single. Sio vizuri kabisa. Nafikiri maswali yangu ya leo mmeelewa dada zanguni. Tusubiri tena Ijumaa ijao tuweze kuleta tena mambo mazuri na mazuri zaidi. Na kumbukeni kipindi chetu ambacho tulizungumzia kuhusu mambo ya ndoa tulikuwa tujamaliza, hapa ilikuwa panabaki vipengele viwili. Tutaangalia kama tutavimalizia next week na nyingine mazuri. Lakini mada ambayo iko kwenye meza special kabisa itakuwa mwanamke kujiamini. Tujiamini vipi wanawake wenzangu? Kwa hiyo tukutane next week kwa muda huyu hapa kwenye Mugisha TV. Kwa hiyo bila usisahau subscribe, like, comment. Next time, bye.